miss you. Eliza ni nani kwako? Switch of love, switch ya mapenzi. Umejua taarifa za Eliza? Hujanijibu swali. Eliza ni nani kwako? She's my ex. Alikuwa mtu wangu na mahusiano yetu yameshatokea mwaka jana. Ex? Ex au ni mchumba wako? Nimeona pete yenu ya uchumba. Na sio hilo tu, hadi picha zenu nimeziona. Utaniambia nini? Utaniongopia nini mimi mpaka nikakuelewa? Ndiyo, alikuwa mchumba wangu. Lakini kwa sasa sipo ni mahusiano naye. Natoka mwaka uanze, sina mahusiano naye kabisa. Na kama mmeziona hizo picha, basi ni za kipindi kile tulifanya mahusiano. Na hata hiyo pete pia. Sasa kama ni hivyo, kwa nini unaniambia mimi ni mchepuko wako? Na yeye ni mkeo mtarajiwa. Hivi unajisikia unachokiongea wewe? Ngoja nikwambie ilivyokuwa. Baba, umenipigia simu ghafla. Kuna nini? Yaani afadhali umekuja. Ni kwamba nimepata kesi ya kuhujumu kampuni. Na hapa tunavyoongea hivi ni kwamba tayari polisi wako njiani wanakuja kunikamata. Sasa mimi kama mimi sina ujanja mwingine wa kulikwepa hilo. Hivyo wewe kama baba mkwangu mtarajiwa ndiye ninayekutegemea, naamini kwamba unaweza ukanisaidia namna ya kuepukana na kesi hii. Hizo dokumenti ziko wapi? Baba, hii kesi ni kubwa. Hakuna njia ya kukimbia. Kila kitu kinaonyesha wazi kuwa wewe ndio mhusika wa kupotea kwa pesa zote za kampuni. Na isitoshe kodi na ushuru ulikuwa uzilipi. Hilo ninalielewa. Lakini wewe ni mwanasheria. Hebu tumia njia yoyote. Baba, mimi sio mwanasheria hivyo. Siku zote napata haki na sio kitu kingine. Labda cha kushauri tu, ukiitwa mahakamani, kiri makosa yako yote. Na labda pengine atakupunguzia adhabu ya kufungwa miaka mingi gerezani. Hivi kumbe huna akili Na kuamini kabisa kwamba wewe ni msomi, lakini kumbe mpumbavu tu. Hivi ni jambo la kuniambia kabisa mimi baba mkwe wako mtarajiwa kwamba eti nikubali niende nikafungwe wakati wewe ni mwanasheria na unajua kabisa kwamba ni nini cha kufanya. Nilisoma sheria ili kuwasaidia na kuwatetea wanyonge na sio kufumbia macho makosa kama ya kwako. I'm sorry. Hivi nikiwa na wakubwa wenzangu natamba kabisa kwamba mwanangu ataolewa na msomi mwanasheria, kumbe mpumbavu tu, mtu asiye na akili. Sasa si afadhali tu angeolewa na uwindaji, angalau ningepata kitoweo cha wanyamapori, au hata akaolewa na mkulima, kipindi cha mavuno ningepata mahindi ya kuchoma. Mpumbavu mkubwa sana, hana akili.
tafadhali msaidie baba yangu. Wewe ni mwanasheria na yule anakwenda kwa baba mkwe wako. Eliza, baba yako unajua fika ameibia kampuni. Tena sio pesa ndogo, ni mamilioni. Na ushahidi upo wazi na kila kitu kipo wazi. Na hata nikisema namtetea, hawezi kuepuka kifungo. Ufanye kitu basi mpenzi. Msaidie baba. Kumbuka sina mama wala ndugu yoyote tofauti na baba. Najua baba yako ni muhimu sana kwako. Lakini kumbuka kuna sheria na baba yako amevunja hizo sheria. Sawa. Sawa, amevunja sheria. Lakini wewe ni mwanasheria mkubwa. Tunaweza kuongea majaji ili kumsaidia baba yangu. Siwezi kufanya hivyo mpenzi wangu. Mimi siku zote ni mtu wa haki na ninafuata haki. Na hata kama ningefanya baba yangu, ningefuata haki. Siwezi kufanya hicho unachokitaka. Basi unipendi. Ungekuwa unanipenda ungemsaidia baba yangu kwa gharama yoyote ile. Mahusiano yangu na haki ni vitu viwili tofauti. Na unajua fika nakupenda. Hapana. Hapana, unipendi. Hivyo ndio ilivyokuwa kipenzi changu. Na huo ndio ulikuwa mwisho kabisa mahusiano yetu. Nilivyokataa kumtetea baba yake. Ulifanya vizuri kipenzi changu. Hakika unastahili kuwa mume wangu. Vipenzi vyangu wao. Hamjambo? Hatujambo dada Suzi. Shikamoo. Marahaba. Fina. Fina. Mwenzetu vipi leo? Mbona kisilani cha ghafla? Wakati nimetoka kuwaona mnacheka na kufurahi sasa hivi. Sijui hata amepatwa na nini. Labda ni njaa tu. Vipi lakini umetokea nyumbani? Hapana. Nimetoka kumsindikiza rafiki yangu. Huko nyumbani nitakuja baadaye kidogo. Basi sawa. Ngoja mimi nimuwahi Fina. Si unajua bado ni mgeni, asije akapotea. Sawa. Lakini msalimie kaka yako. Sawa. Mbona Fina amebadilika ghafla? Kuna nini? Wakati sijamkwaza chochote. Sasa kama mmeshaachana toka mwaka jana, kwa nini ndo anajitokeza sasa na akidai kwa wewe ni mchumba wake? Hata Selea anataka nini kutoka kwangu? Ni zaidi ya miezi sasa. Na kwa nini aje sasa hivi wakati nimesha move on? Daniel, naomba uendelee kuwa mkweli kwangu. Hata kama ikitokea ukitaka kurudiana naye, siwezi kulazimisha moyo wako. Lakini nakuomba tafadhali, niweke wazi. Nachukia usaliti hapa duniani kuliko kitu chochote kile. Kipenzi, my love, wewe ndio mwanamke pekee nikupendaye. Hata moyo wangu unajua siwezi kusaliti mama yangu. Na ukinisaliti je? Nitie pingu moja kwa moja gerezani. Nisitoke kabisa. Na nitakutia pingu kweli. Ni wewe tu mama.
Vipi, mbona unatembea haraka haraka? Huogopi kupotea njia? Tayari nimeshakalili njia. Mbona umemfanyia vile dada Suzi? Nimemfanyia nini? Hata hujampa salamu. Tena umeondoka ukionyesha unamchukia. Una nini wewe? Mbona ulikuwa unampenda sana? Ndio, nilikuwa nampenda sana. Lakini kwa kitendo alichomfanyia kaka Abi, nimejikuta tu namchukia. Lakini Fina, wale ni watu wazima, watamaliza tofauti zao. Sisi wadogo inatakiwa tuwafate wao. Ina maana wewe umependa kumuona dada Suzi yuko na mtu mwingine. Huo ni usaliti. Sawa, lakini hawakufanya chochote. Dada Suzi alionyesha dhahiri kumkataa Dr. Tashi. Vipi kama alifanya vile kwa sababu tulikuwepo pale? Ni nani anajua nini kinaendelea wakiwa wawili tu? Acha kujipa wasiwasi. Kaka Abi ni mtu mzima. Kama ameamua kumsamehe dada Suzi, basi anamwamini. Sitaki kakaangu aonewe. Yaishe basi, tuondoke nyumbani. Maana tuna homework za kutosha. Vipi? Mbona niangalia kama hivyo? Na kusaminisha. Hivi wewe ni nani vile? Unikumbuki? Nilikuja hapa juzi kati na baba yake Tony. Tony ndo nani? Nimekumbuka. Nyie mnamjua kwa jina la Kingu. Oh. Kumbe ni wewe. Unajua hapa ofisini kwangu napokea watu wengi sana. Na ofisi kama hii, ukitaka ukumbukwe basi lazima uache chochote kitu, yani kama kitambulisho. Sijakuelewa unamaanisha nini? Mbona unaonekana kama msomi, lakini kuelewa unakuwa mgumu. Usichoelewa ni kipi hapo? Kutoa chochote kitu ama kitambulisho? Mimi siko vizuri sana kwenye mambo ya mafumbo. Just go straight to the point. Okay. Me you are on the point. I'm straight for me. Hivi imagine mfano umefika hapa getini kwangu, nafungua geti kwiche, ukaanza tu ukatoa shilingi 5,000. Uoni kama hicho ni kitambulisho? Ina maana kesho au kesho kutwa ukija tena, najua kabisa mzee wa 5,000 huyo amekuja. Yaani nikikuona mpaka nywele zangu zitakuwa zinasisimka na moyo wangu utakuwa unatatarika kama bisi zikiwa katika moto. Ndio hivyo bwana, posho ndio kila kitu. Ukitaka ukumbukwe lazima na wewe ukumbushe. Kumbe unamaanisha hivyo. Ungesema tu, sio kupiga kona kona hivyo. Ndo maneno sasa. Welcome my friend. Kuanzia leo ukiniona tu kumbuka ndo yule mzee wa misimbazi miwili. Atuchezi, atuleti timu. Karibu sana tajiri, umepoa. Baba, ilo prova ka Snoop Dogg. Jamani. 20 ya faster. Sijui nikafanya kazi kwao jamaa, maana inaonekana kwao mawe hapo kabisa. Yaani mipango yangu ya gorofa, anytime and everything, nakamilisha gorofa langu kwa wakati. Gorofa ninalo na ninatamba nalo. Oro inabidi nichunguze huyu jamaa kinachomleta humu ndani. Na nikishakijua tu nitakuwa kama mtukati kumwekea mambo sawa, ili mradi hizi posho za 20 nizidi kuzipata. Huyu ni tajiri. Kuanzia leo mimi ni chawa wake. Umepoa baba. Maprova.
Karibu. Asante sana. Pia samahani, nimekuja bila appointment. Usijali, jisikie tu upo nyumbani. Vipi, nikuletee kinywaji gani? Hapana, mimi niko poa. Vipi, Hawa nimemkuta? Yes, yuko chumbani. Naweza kukuitia? Yeah, kama hautojali. Sawa. Hawa, una mgeni wako. Nani wewe? Babake mdogo Kingu, Bilivu. Ana shida gani? Kwa sababu sina miadi naye. Jamani, kwani mtu kuja kukuona mpaka awe na appointment na wewe? Hapa ni nyumbani, sio ofisini. Wewe ulivyonifokea juzi kisa kumkaribisha Tashi ndani, ulilikuza mwenyewe kama nimetenda dhambi kubwa mno. Alafu wewe leo unalichukulia simple tu kumkaribisha mtu ndani, eti kisa ana shida na mimi. Hawa, Bilivu tofauti na Tashi. Tashi ni ex wangu, tena alinipa maumivu makali sana moyoni mwangu. Nawezaje kufurahi nikimuona machoni mwangu? Wewe ni mnafiki Suzi. Nimeshajua mipango yako. Unachotaka mimi na Bilivu tutoke kimapenzi ili wewe uwe huru na Abi, si ndio? Sasa kwa taarifa yako, sitoki humu chumbani. Nenda kamwambia ondoke. Una nini mdogo wangu? Mbona siku hizi umebadilika sana? Sio Hawa ninayemjua. Nimebadilika? Wewe ulikuwa ukimwona Abi kama takataka. Mimi ni nani nisibadilike? Mlango wapo. Ukitoka naomba ufunge. Nilijua lazima utakuja kipenzi changu. Karibu.
cha mapenzi. Madam, calm down. Kila kitu kitakuwa sawa. Nimempoteza baba yangu. Nawezaje kuwa sawa? Sitaki maji. Kaniletee pombe. Lakini ujara toka jana. Huoni kama kunywa pombe utatarisha afya yako? Nimesema kaniletee pombe. Madam, najua napitia wakati mgumu. Lakini piga moyo konde. Kila kitu kitakuwa sawa. Why? Kwa nini Daniel alikataa kunisaidia? Sasa hivi babangu angekuwa hai. Siwezi kumsamehe. Alafu sasa eti anaenjoy maisha na mpenzi wake mpya. Una mpango gani sasa? Kafuatilia address ya mwanamke. Nataka kuvuruga mapenzi yao. Na kisha nitamuua. Sawa. Nitaenda kufuatia adresi ya dada. Baby, are you okay? Yeah, babe, I'm fine. Just come. Okay, stop. I have surprise with you. Just close your eyes. Close. Yes. Okay, wait. Give me this hand. This hand. Yes. Okay. Open your eyes. Will you marry me? Yes, baby. Just come. Thanks, baby. Tafadhali msaidie baba yangu. Wewe ni mwanasheria na yule anakwenda kwa baba mkwe wako. Eliza, baba yako unajua fika ameibia kampuni. Tena sio pesa ndogo, ni mamilioni. Na ushahidi upo wazi na kila kitu kipo wazi. Na hata nikisema namtetea, hawezi kuepuka kifungo. Ufanye kitu basi mpenzi. Msaidie baba. Kumbuka sina mama wala ndugu yoyote tofauti na baba. Najua baba yako ni muhimu sana kwako. Lakini kumbuka kuna sheria na baba yako amevunja hizo sheria. Sawa amevunja sheria. Lakini wewe ni mwanasheria mkubwa. Tunaweza kuongea majaji ili kumsaidia baba yangu. Siwezi kufanya hivyo mpenzi wangu. Mimi siku zote ni mtu wa haki na ninafuata haki. Na hata kama ningefanya baba yangu, ningefuata haki. Siwezi kufanya hicho unachokitaka. Basi unipendi. Ungekuwa unanipenda ungemsaidia babangu kwa gharama yoyote ile. Mahusiano yangu na haki ni vitu viwili tofauti. Na unajua fika na kupenda. Hapana unipendi.
Abi, vipi? Shwari. Karibu. Asante. Nimekuletea zawadi. Asante kwa zawadi, lakini sitoweza kuipokea kwa sababu sitaki kusababisha tafulani kati yako wewe na dada yako Suzi. Lakini zawadi si ni zawadi. Najua hivyo, huwezi jua Suzi ataichukuliaje, na pia sitohitaji kukwazana naye kwa sasa. Tafadhali naomba tuendelee kuwa mtu na shemeji yake. Abi, kwa sababu ya Suzi umesahau kumbukumbu zetu za nyuma. Leo hii unaniona kama mtu mbaya. Nafanya hivyo kwa faida yetu wote watatu. Mimi, wewe, Suzi. Hebu tuwekeane mipaka, kila mmoja awe na amani. Kwa hiyo mimi navunja amani yenu, sio? Nimepokea malalamiko kuhusu wewe dogo. Malalamiko gani bro? Najua unamfahamu Mr. Abi. Ndio. Okay. Je, unajua ni mchumba wa Suzi kwa sasa na muda wote wanatangaza ndoa? Mimi silijui hilo. Najua. Ila unajitoa ufahamu. Sasa nisikilize kwa makini. Wewe mwenyewe ndio uliharibu mahusiano yako na Suzi. Hivyo hauna haki ya kumlaumu mtu yoyote yule. Sasa Suzi ni mke wa mtu mtarajiwa. Lakini bro, vipi kama Suzi atakuwa ananipenda? Hili litakuwa sio kosa langu. Hivi unafikiri yeye ni mjinga baada ya kile ulichomfanyia? Leo hii kirahisi tu amwache mwanaume ambaye alisoma naye kipindi kile anamuumiza, afu aje kurudia wewe? Unaona ni simple kama unavyodhani? Inawezekana bro. Kama Suzi hajafanya maamuzi, hauna haki ya kuingilia mahusiano yao. Kwa sababu kwa sasa Mr. Abi ni zaidi ya rafiki kwangu. Hivyo mheshimu kama vile unavyoniheshimu mimi. Sawa. Good. Siwezi kumwacha Suzi kirahisi hivi. Yule Abi ana nini? Mpaka awe na Suzi. Baba, siwezi kumsamehe Daniel. Kamwe. Lazima atalipa kwa hili. Pole sana madam. Tayari nishajua address ya mchumba Daniel. Vizuri. Itabidi tukitoka hapa uende kule gerezani alipokuwa baba. Ukachukua vitu vyake alivyoviacha. Sawa. Nitakutumia address yake kwenye simu. Nitashukuru sana. Twende.
Karibu, sijui nikusaidie nini? Najua unaitwa Mage. Vipi, naweza kuingia ndani? Inaonekana unanijua. Japo mimi sikufahamu. Karibu ndani. Najua hunifahamu. Jina langu naitwa Eliza. Ni mpenzi wa Daniel. Mpenzi wa nani? Mpenzi wa mwanasheria Daniel. Kama huamini, unaweza ukaona picha zetu na pia pete yake hii hapa. Hapana. Hapana, haiwezekani. Daniel hawezi kunisaliti. Hawezi kukusaliti kwa sababu mimi ndiye ninayesalitiwa. Na wewe ni mchepuko. Au wanaoita nyumba ndogo. No. No. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Nimekuja kukupa onyo. Kaa mbali na mpenzi wangu Daniel. La sivyo, nitakufanya kitu kibaya. Hapana. Hakuna kitu kama hiki. Habari yako? Nzuri. Kumbe ulikuwa umetoka. Nikahisi upo chumbani kwako. Nilitoka. Nilienda kumnunulia Bizawadi. Nini? Nimesema nilienda kumnunulia mwanaume nimpendee zawadi. Kitu gani ambacho hujasikia? Hawa. Unajua na kuheshimu kama mdogo wangu. Huko tunapoelekea nitakuvunjia heshima. Na Abi ni mume wangu mtarajiwa. Hivyo sitaki mtu yote aingilie penzi letu, hata kama ni wewe. Kwa sasa hivi ndo unamwona ni mwanaume. Vipi kipindi kile ulikuwa ukimwona kama chokola? Tena nakumbuka kuna siku ushai kusema mtu kama yeye hafai kuingia nyumbani kwetu, wanakuwa na mikosi na nuksi. Alafu eti leo unakinga kifua mbele. Mume wangu, Najua nilifanya makosa hapo mwanzo. Ila kwa sasa nimejifunza kutokana na makosa yangu. Siwezi kuishi na hatia maisha yangu yote. Nilikosea na tayari nishajirekebisha. Huo ni unafiki. Wewe bado Suzi yule yule wa kipindi kile. Eti nimebadilika. Wow. My sweetheart. Ulijoje kuwa nimekumisi kiasi kwamba nataka nitoroke ofisini hapa hata dakika 2 nije tu nikuone. Misi. Eliza ni nani kwako?
Tashi. Nyie tena. Mbona leo ni siku ya bahati? Ni mara pili tunaonana tena. Kaka. Abi. Switch of love, switch ya mapenzi. Naombeni tuondokeni haraka sana. Wewe ndio umesababisha yote haya. Sikiliza nikwambie. Kwa sasa hivi nina mwanaume ambaye anejua thamani ya mwanamke. Na ni Abi. Sio mwingine. Na kurudiana na wewe. Usahau kwa sababu sikupendi, sikuhitaji na sikutaki. Naombeni mjiandae. Suzy, ndio kwanza mchezo umeanza. Mimi ndio Mr. Romantic. Sio daktari wa kuwatibu wagonjwa. Hata mapenzi pia. Abi, naomba unisikilize tafadhali. Mnaweza kutupisha kidogo? Ina mazungumzo na dada yenu. Sawa kaka. Unaweza kuzungumza. Abi, najua hali ulotukuta nayo na Tashi sio nzuri, lakini nimekata mawasiliano naye muda mrefu na sikujua kama ataweza kuwepo pale. Suzy, fanya vitu vyako vyote, lakini sio kunisaliti. Na kama ikitokea haunipendi tena, ni bora nichane makavu. Tusifikie huko kipenzi changu. Nawezaje kuacha kukupenda? Naomba unisamehe. Wasipendi tukosane, maana tukigombana huwa nalia mwenyewe. Sawa, usijali. Ila sitopenda tabia kama hii ijirudie tena. Na kuhakikishia haitajirudia tena. Wacha wanafiki watukane, pesa letu silifane, yani tusonge mbele. Usiyesikize maneno, maana furaha yetu inawakela tele. Oh baby, I love you. Mwenzako nakupenda kweli. I love you.
Nilikwambia kuna kitu kinaendelea kati ya Dasuzi na yule kaka. Mpaka ametufuata kule kwenye kuogelea. Huenda ilikuwa ni bahati mbaya tu. Hapana. Nilikuwa nampenda sana Dasuzi. Lakini kwa sasa simtaki tena kwa sababu amemsaliti kaka Abi. Hebu tulia kwanza waongee. Huenda wakamaliza tofauti zao. Nilikwambia tumwambie kaka kuhusu yule dokta. Lakini ulikataa. Umeona sasa? Mpaka amekuja kule amewaona. Usijali, wale wote ni watu wazima. Wataongea yaishe. Naamini Dasuzi hawezi kumfanyia kitu kibaya kaka Abi. Sawa. Dr. Tashi, ni macho yangu au naota? Ndio mimi. Kitambo sana tujaonana. Welcome my friend. Lakini nasikia ulifumaniwa. Je, unaweza ukaniambia ulivyofumaniwa ilikuwaje kwaje? Kwa sababu katika maisha ya mwanadamu hakuna kitu kibaya kama fumanizi. Ndio nimerudi sasa ili nimalize kesi yangu. Ila hata kama umerudi, lakini jimbo limeshawaiwa. Yaani hapo labda usubiri 2030. Uanze kuandaa mambo yako ya kampeni ndio ugombee, lakini kwa sasa never. Una haja gani ya kusubiri mpaka 2030 huko? Wakati mbunge alikuwepo sasa hivi, anaweza kupendelewa muda wote kama Magufuli alivyokuwa anafanya. Dr. Tashi, karibu sana. Asante. Teka moja. Dr. Tashi, kula yangu umepata. Yaani na imani ukigombea nitapambana kivyovyote vile mpaka unarudi kwenye jimbo lako. Asante sana. Sawa baba. Hiyo kofia kava ndame. Dr. Tashi wewe. Hao ndo wagombea sasa. Wanapita katika majimbo yao wanawapa posho wananchi zao. Sio yule bigi, yeye mwambie tumbo tu anazunguluka na miguu yake kama viroba kama katuni. Safi sana Dr. Tashi. Welcome for home. Appreciate my bro. Karibu Mr. Abi. Asante sana ndugu yangu. Huu ugeni umekuwa ghafla sana. Vipi? Kila kitu kipo sawa? Mambo yanaenda kawaida. Ni jambo la heri. Na nimetoka kuongea na Pascal, tayari ameshafika. Hatimaye anaenda kuanza maisha mapya. Anyway, nilikuwa nimekuja, kuna jambo nataka kuzungumza na wewe kuhusu yule mdogo wako dokta. Okay? Kuna nini kwani amefanya? Najua mimi na wewe tumeshakuwa kama ndugu. Na yule mdogo wako Tashi, mimi pia ni kama mdogo wangu. Na pia najua unajua historia yake na Suzi. Ndiyo najua. Na najua kwamba walishaachana tokea zamani. Ndiyo wameshaachana. Lakini mdogo wako namuona na mipango ya kumrudia Suzi. Jana alikuja nyumbani kwangu na kuniambia hiyo issue. Lakini sikutaka kuongea mengi. Lakini baada ya kuachana pale nilimkuta swimming ambapo Suzi alienda kutembea na madogo. Kwanza sijui niseme pole au samahani. Lakini yote na yote nitaongea na Tashi. Kwa sababu Suzi kwa sasa ni mkeo mtarajiwa. Na Tashi anatakiwa kuheshimu hilo. Ongea naye tu. Maana sikutaka mambo yawe mengi. Kutokana mimi na wewe tunajuana vizuri tu. Wewe ndio shaka. Mimi nitaongea naye. Basi poa, mimi sio mkaaji. Ngoja niondoke. Tashi.
unataka kufanya nini? Wewe umefuata nini hapa? Mbona unakuwa mgumu kunielewa? Kwa nini unanigandaganda kama ruba? Suzi jamani, kwani Tashi kuja kutembea amefanya makosa? Hata wewe unapaswa kulaumiwa kwa sababu unajua fika huyu mtu nimeachana naye. Kwa nini umemruhusu kuingia humu ndani? Kwani kuachana sio mwanzo wa uadui. Huyu akija hapa kinaharibika kitu gani? Oh. Okay. Basi kuanzia sasa sitaki kumuona humu ndani. Kwa sababu yake mahusiano yangu na Abi yameingia dosari. Sitaki kumuona kabisa. Suzi, kuwa mpole basi mama. Punguza jazba. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Naomba uondoke kwenye nyumba yangu. Naingia chumbani. Nikitoka sitaki kukuona hapa, hata kusikia harufu yako. Naona moto unaanza kuwaka. Na huu ndio mwanzo. Anyway, acha mimi naondoke. Tutawasiliana. Sawa. Nilidhani utakuwa kazini kwako. Hapana. Sijaenda toka jana. Sipo kwenye mudi nzuri. Shemu nini? Kawaida tu. Niambie, kuna mpya gani? Hakuna jipya kaka. Mimi natokea kazini. Nikaona ngoja nipite kuwacheki mara moja. Oh. Umefanya jambo zuri. Kwa sababu ndugu kutembeleana ni jambo la busara sana. Shikamoo. Marhaba, hamjambo? Hatujambo. Fina, leo nilikuwa ni siku yako ya kwanza shuleni. Natumaini hujapata wakati mgumu. Hapana kaka, sijapata wakati mgumu, na hata hivyo nimepata marafiki wapya. Ndiyo, huyu ni mwongeaji sana, hivyo kupata marafiki ni kawaida. Na angekuwa mpole, wangemuonea sana. Mambo ya shule tena haya. Basi sawa, mnaweza kwenda kubadilisha nguo, then muweze kupata chakula. Sawa. Sasa hapa na nyumbani. Karibu sana. Asante. Mambo? Poa. Karibu. Natumaini wewe ndo shemeji yangu Mage. Maana bro kila siku anakuongelea. Yeah, ndo mimi. Karibu sana. Bro, ngoja basi niwapishe. Basi sawa, usiende mbali na mazungumzo na wewe. Jana ulikuwa na shift ya usiku kazini, hivyo sikupata muda mzuri wa kuongea na wewe. Basi poa. Mimi nipo ndani. Mkimaliza mtaniambia. Sawa, ina shida.
Niambie kipenzi changu. Nikuete kinywaji gani? Hapana bibi, mimi niko sawa tu. Na kama unavyojua mimi hapa sio mkaaji. Nitaka nifahamu unapokaa, sasa naelekeza kazini. Basi nyumbani ndo hapa. Next time feel free kuja wakati wote. Hata usiku wa manane. Yeah, anytime. Basi asante. Pia ni pazuri by the way. Basi twende chumbani kidogo, kapazoe chumbani, kapangalie palivyo, kitanda ukione kilivyo, kina ukubwa gani. Twende basi. Twende chumbani sana. Ba mdogo, nadhani mpaka hapa si unaweza kufika nyumbani? Hapa nitafika tu. Ila nataka kukuuliza kuhusu Hawa. Dada Hawa? Kuhusu nini? Nataka kujua ni mtu wa aina gani. Mimi ninachojua dada Hawa na roho nzuri sana. Karibu, hapa ndo nyumbani. Unaishi na nani hapa? Hapa naishi na kaka yangu tu. Unaweza ukanitia? Sawa. Kaka hayupo, itakuwa bado hajarudi kwenye mizunguko yake. Sawa. Shika mzigo. Kana hii pesa itawasaidia. Mzee, tuonee huruma. Sasa unavyotufukuza hivyo, mimi na mdogo wangu tutaenda wapi? Naomba utuvumilie, kama pesa yako tutakupa. Hivi ni swali la kuniuliza mimi hilo baba? Mimi ni baba yako au ni mama yako? Ulipokuwa unakaa hapa nyumbani ukujua kama unatakiwa utoe pesa za watu? Naelewa hilo, lakini sasa kama hivyo ulivyonifanyia, umenitolea vitu vyangu ndani. Majirani wakiona utakuwa unanidhalilisha. Nipe basi japo siku 2 tu, nitakuwa nishakuletea pesa yako unaonidai. Siku 2 baba? Wewe nilikupatia karibu miezi 5 na kudai hapa. Sasa hizo siku 2 utaweza kunipa hela yangu baba? Ni sio miezi 5, ni 4, moja nilishapunguza. Lakini ukinipa hizo siku 2 nitakuletea pesa kwa miezi 4 yote, na kuahidi hivyo. Sasa nisikilize vizuri baba. Mimi sihitaji kusikia hizo ngonjera zako. Hapa jambo nili moja. Uondoke au nipatie pesa yangu. Full stop. Nitalipa mimi hiyo pesa. Ina maana amewafanyia vyote hivyo? Ndiyo, na sijawahi kuona mtu mwenye roho nzuri kama dada Hawa. Wow. Vipi? Mbona unatabasamu? Ni kawaida tu. Wewe rudi nyumbani sasa. Nadhani utakuwa na homework. Sawa. Usiogope. Switch of love, switch ya mapenzi, ni mimi na wewe, tupendane. Natamani ningekusamini, hisia za penzi lako
zinanitesa mimi. Kwa upole wako, ucheshi wako unanifariji. Nimefurahi kupajua nyumbani kwako. Sawa, karibu. And so nafikiri baadaye tutakuja kulala kwangu. Bwana, ila nahisi ukija kwangu utakuwa huru zaidi. I like that. Nitakuja. Niko nakutania bana. Ina maana yule ndo mpenzi wa mwanasheria Daniel? Ndio. Basi nitamuua ili mwanasheria aonje uchungu wa kumpoteza mtu ampendaye. Umefika wapi? Nipo nyuma yako. Karibu. Asante. Unajua sikuamini ulivyonipigia na kuniambia ni wewe. Ni kweli, kwa sababu kipindi kile tulikuwa tuna mazoea ya kupigana simu mara kwa mara. Nilisikia umesafiri. Ndio nikajua kumbe wewe ulikuwa shemeji yangu. Ni kweli. Na hicho ndio kilichonileta hapa. Kivipi? Switch of love, switch ya mapenzi. Bado nampenda Suzy kwa sababu nataka niwaunganishe mrudiane. Kweli? Kuna uwezekano wa mimi wa kurudiana na Suzy? Ndiyo, naweza kuwaunganisha. Ndiyo, niko tayari. Unajua, nilikuwa nampenda sana dada yako. Basi kuanzia sasa itabidi ufuate mipango yangu. Nitahakikisha unampata Suzy. Wow. Hii nimeipenda sana. Suzy, kila kitu kinaenda kwa kwenye nafasi yake. Utarudi kwa Tashi na Abi atabaki kwa mama. Baby, leo nipo free. Hivyo nilikuwa nataka kuwatoa watoto wa kidogo. Sio mbaya. Tena nzuri kwa Fina. Kwa sababu ni mgeni. Ili mradi alione jiji. Kweli kaka. Inabidi nitoe shamba. Ili nikienda shule watoto wasinicheke. Na wanafunzi wachelewe kuita kukua shamba. Usijali kama atakuita hivyo, kwa sababu maneno huwa yanasaurika na pia hayadumu. Kikubwa tu pambana kwenye kusoma. Fina,
wewe ni jasiri sana, naamini utashinda majaribu, na pia nataka kuhakikisha na kuhamishia kwenye shule ambayo unasoma Kingo, ili mradi msome kwa pamoja. Hata mimi nitaka kukwambia hivyo. Kama atamia shuleni kwetu, basi nitamlinda. Unilinda na ubavu gani wewe? Suzi, sikutegemea kukuona hapa. Najua, lakini Suzi, nimejaribu kukaa mbali na wewe, imeshindikana. Hakika siwezi kuishi bila wewe. Hivi, unakisikia unachokiongea kweli? Huoni kuwa niko na watoto? Samani. Nilikuwa na shauku sana kukuona. Nilienda nyumbani. Mlinzi aliniambia umetoka. Hivyo imekuwa surprise kweli kukuona hapa. Tashi, mara ya mwisho nilikwambia kuwa mimi na wewe basi. Kila mtu aishi maisha yake na tayari nimesha move on. Hivyo hayo maneno yako ukiamua kuongea sasa hivi mpaka kesho asubuhi hakitabadilisha chochote. Kwa hiyo naona kama unajisumbua. Najua nilikukosea, lakini binadamu tumeambiwa makosa. Kumbuka tulipotoka. Tumekuwa wapenzi zaidi ya miaka 2. Hayo yote yalikuwa zamani na itabaki kuwa historia. Wadogo zangu, tuondokeni. Siwezi kukatia tamaa kipenzi changu. Nisubirini hapa. Naingia chumbani kujiandaa. Sawa. Mungu wangu, hawa watoto watakuwa wamenichukuliaje? Na huyu Tashi imekuwaje? Mbona ametokea ghafla? Kama Abi akijua, sijui atanichukuliaje. Hapana, inabidi tukitoka out nimwambie Abi kuhusu ile. Basi sawa, utanitumia location. Karibu. Dr. Tash. Yes, ni mimi. Huu ujio ni wangu au kwa sababu sijui kama wewe unajua mimi naishi hapa?
Aliniambia bro kuhusu na mtoto wa Pasa. Hivyo nikajua wewe utakuwa unaishi hapo kwa sasa. Okay. Karibu. Hii sehemu nabeba kumbukumbu nyingi sana zangu mimi na Suzi. Leo nimeshinda na Mwaza, ikanibidi nije sehemu pekee ambayo ilobeba kumbukumbu za mapenzi yetu. Kwa hiyo ndo sababu ya ujio wako hapa, si ndio? Ndio. Unajua nampenda sana Suzi. Nimejaribu kumsahau lakini imeshindikana. Hivyo nimeamua kuanzisha mahusiano naye tena. Kwa hiyo unahisi Suzi atakuwa tayari baada ya kile ambacho umemfanyia? Nilifanya kosa ambalo wanaume wote duniani hufanya. Lakini mimi na Suzi tumetoka mbali. Hivyo kurudiana haitokuwa ngumu. Nyie ndo mnatuharibia CV. Nani alisema au wapi kumeandikwa kuwa wanaume wote wanachiti? Kama ulifanya kosa, hilo ni kosa lako mwenyewe. Usije ukawajumlisha watu ambao hawahusiki. Abi, unajua ule msemo kuwa mtaraka atongozwe. Hivyo hivyo hata ex atongozwe. Mimi na Suzi tuna kumbukumbu nyingi nzuri ambazo nikimkumbusha tu lazima nirudie. Na kama unabisha, subiri uone. Mimi sio mkaaji hapa. Uwe na siku njema. Alafu ikawaje? Kama nakuona vile. Mission ndio inaanza. Wewe tulia. Na uangalie nitakapoicheza hii show. Basi sawa. Tutawasiliana na nitakuwa na kujulisha hatua zake zote. Poa. Hicho kicheko inaonekana umeamua kuendelea na maisha yako. Umefanya maamuzi mazuri pia. Nani aendelee na maisha yake? Hii ndio keti ya mwisho nilokuambia nitaitumia kumpata Abi. Hawa. Ina maana bado unaendelea tu kumng'ang'ania huyo Abi. Na licha ya kuwa alishakwambia hana hisia za kimapenzi zote juu yako. Mage, hisia za mapenzi huwa zinakuja taratibu. Naamini Abi akiachana na Suzi ataanza kunipenda taratibu. Rafiki yangu, mimi naona mambo tu ungeachana nayo. Kwa sababu hebu jitazame jinsi ulivyokuwa mrembo. Mwanaume yote yule lazima akupende. Sasa kwa nini unaendelea tu kumng'ang'ania Abi? Mtu hakutaki lakini bado tu upo. Mimi wala simtaki mwanaume mwingine yoyote yule. Naye mtaka ni Abi tu. Na lazima nimpate. Hawa. Huu mpango angalia usije kwa kuibukia puani. Kwa sababu siku zote mwisho wa ubaya aibu. So be careful my dear. Hata usijali. Najua ninachokifanya. Sawa. Hivi bro, yule dada ambaye tulimkuta na Tony, yule Hawa. Vipi kwani? Kuna nini? Kiukweli nimetokea kumwelewa kinyama yani. Mimi simjui vizuri. Ila Tony na Abi ndo anamfahamu kwa sababu wameishi naye sana. Basi nitajaribu kumuuliza Tony. Usimuulize mwanangu maswali yako ya kipuuzi. Kama unataka kujua, muulize Abi, mkubwa mwenzio. Nani kama baba, si ndio? Mwanasheria ameshatangulia. Ngoja nimpigie Abi tuone amefikia wapi na ili tuweze kuongozana wote.
Yes, Abi. Yeah, sisi ndo tunatoka hapa nyumbani. Basi tukutane hapo, sawa? Nafikiri twende. Hivi yule kaka tuliyekutana naye kule njiani ni nani? Mbona inaonekana kama kuna kitu kinaendelea kati yake na dada Su? Anaitwa Dr. Tashi. Kiukweli mimi sijui chochote kinachoendelea. Isijekuwa dada Su anamsaliti kaka yetu? Hapana. Dada Suzi na kaka wanapendana sana. Isitoshe, si ulisikia mazungumzo yao? Inaonekana walishaachana. Mimi naona tumwambie kaka kuhusu hili. Mimi naona ni bora tukae mbali na mambo ya watu wazima. Tunaweza kuondoka vipenzi vyangu. Dada Hawa, shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba, mjambo? Hatujambo. Vipi? Safari ya wapi? Na watoa out kidogo. Oh, kumbe. Mnaenda sehemu gani? Kule tunapoendaga. I mean swimming. Okay. Vizuri. Basi mimi natakia safari njema. Basi sawa, baadaye. Okay, bye. Hongera sana Mr. Prasad kwa kumaliza kisasi chako. Tunakaribisha katika ulimwengu mpya wa maisha. Cheers. Cheers. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana kwa kuwa pamoja na mimi tangu pale mwanzo mpaka hivi sasa. Hakika tumepambana pamoja, tumeendesha hili gurudumu pamoja. Mr. Abi, nikushukuru sana kwa malezi bora na kwa upendo unaonyesha kwa kijana wangu. Sina cha kukulipa wala sina cha kusema zaidi ya asante na nashukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Sawa, usijali kwenye hilo. Mr. Daniel, wewe umekuwa rafiki bora sana kwangu. Umekuwa ni zaidi ya ndugu. Umenisupport kwa kila hali, lakini pia umekuwa mwanasheria wangu na umesolve matatizo yangu mengi. Mimi nikushukuru sana kwa ukarimu wako, kwa wema wako na kwa kuwa pamoja na mimi. Hauna baya rafiki yangu Prasad. Nakumbuka kipindi ambacho nilikuwa sina kazi. Wewe ndio mtu pekee unipambania nikapata kazi. Na ukiishia hapo tu, unipa nyumba ya kuishi mjini mpaka pale nilipojitegemea. Nakushukuru sana. Believe, kuanzia sasa hawa ni kaka zako. Na wakati wote utakapokuwa unahitaji msaada wa aina yoyote ile, iwe ni ushauri, maoni, hawa ndio wakuwakimbilia. Na wao watakuwa bega kwa bega pamoja na wewe. Na ninatumaini kwamba utawaheshimu na kuwasikiliza kama ambavyo umekuwa ukiniheshimu mimi na kunisikiliza. Mimi nimekuelewa bro. Tupo pamoja. Okay, once again, cheers to our friendship. Ukienda pale utawakuta. Naomba uitumie nafasi vizuri. Najua Kingu na Fina lazima wamfikishie hapo. Usijali. Safari hii lazima nimtie Suzi mkononi mwangu. Vizuri. Kumbuka Suzi anaweza akakurudia pale tu atakapoachana na Abi. Hivyo mipango yetu ni kuhakikisha unaachana.
Poa. Ngoja mimi niende. Mchezo umeanza kunoga. Baby, wewe ukifika getini, ingia moja kwa moja. Sawa. Dakika 2 tu nitakuwa hapo. Sawa. Dash. Nyie tena. Mbona leo ni siku ya bahati? Ni mara pili tunaonana tena. Kaka. Abi. Nilijua lazima utakuja kipenzi changu. Karibu. Unataka nini kwenye maisha yangu? Kwa sababu tayari mimi na wewe tumeshaachana. Nahitaji kurudiana na wewe. Zile zilikuwa ni hasira tu. Kwa sasa nipo tayari kuolewa na wewe. Switch of love, switch ya mapenzi. Ushahidi wote unaonyesha wewe ndio mhusika mkuu, na hata benki statement zote zinaonyesha hizo hela zipo kwenye akaunti yako. Sasa kwa nini unakataa kukiri makosa yako? Afande, mimi siwezi kuzungumza kitu chochote mpaka mwanasheria wangu aje hapa. Unajitia kiburi, sio? Sasa kwa taarifa yako, kesho kesi yako inasomwa mahakamani. Afande, huyu binti anaomba kuongea na mzazi wake. Kwa kama hautojali afande, niko naomba umruhusu afande wangu. Ana dakika 2 tu. Sahihi afande. Mwanasheria anasemaje? Baba, Daniel alipo tayari kututetea mahakamani. Sijui hata tunafanyaje. Yule ni mumeo mtarajiwa. Sasa
Inakuwaje ashindwe kunisaidia wakati mimi ni baba mkwe wake? Baba, sijui hata nifanyaje ili nikusaidie baba yangu. Naamini kabisa kwamba Daniel anaweza kila kitu isipokuwa anatumia tu kiburi cha madaraka. Sasa basi, mimi kama mimi nasemaje? Rudi kamwambie hivi, kama hata nisaidia basi mwachane na hiyo ndoa yenu isifungwe. Naamini kabisa kwamba ukimpa neno hilo lazima atakubali kunisaidia. Sawa baba, ngoja nirudi ofisini kwake. Kwa hiyo kesho tutakuja na mwenzio ili tuone kesi tunaipelekaje, na kuhusu pesa tutaongea baada ya kesi kuisha. Asante sana mwanasheria. Kwa hiyo muda kuwasaidia watu wengine wanao, ila kumsaidia baba yangu naona kero. Sio kero Eliza, na nimeshakwambia kila kitu. Kesi baba yako sio kufumbia macho, maana kila kitu kipo wazi. Daniel, kama kweli unanipenda, naomba uchague kupoteza mapenzi yetu au kumsaidia baba. Eliza, mbona nipa changamoto? Mimi nimesomea haki ili nitende haki. Hicho alichofanya baba yako sio haki kabisa. Ametefisha mali za kampuni bila kujali wafanyakazi wala wenye kampuni. Leo hii unataka nifanye mipango ya kufuta kesi yake kweli? Ili ni baba yangu, nitafanya chochote ili kumsaidia. Basi mimi nawe tuko pande mbili kama shilingi. Kamwe siwezi kukiuka misingi haki. Na sasa wewe unakuachia maamuzi ya kuchagua kati ya mapenzi yetu au kesi ya baba yako. Sasa nimekuelewa unachokimaanisha. Sasa ni hivi, kuanzia leo mimi na wewe mapenzi yetu basi. Maji yachamwagika kamwe haiwezi kuzoleka. Na usichokijua tu, nipo kwenye penzi zito na mwanamke wa ndoto zangu, na ninampenda sana. So Eliza, kaa mbali na maisha yetu. Na imani unanijua vizuri. Nikiamua jambo langu basi ni lazima liwe. Na kuanzia sasa natangaza ukurasa mpya wa mahusiano yangu mimi na wewe. Na kama hautakuwa na mimi, basi nitamuoa mwanamke wako ili tukose wote. Fine. Siogope vitisho vyako. Na nitahakikisha na mlinda mwanamke wangu. Kisasi changu ndo kimeanza rasmi. Kamwe huwezi kuwa na furaha. Nitayaharibu maisha yako. Nimebadilika? Wewe ulikuwa ukimwona Abi kama takataka. Mimi ni nani nisibadilike? Mlango wapo. Ukitoka naomba ufunge. Bilivu, Hawa anajisikia vibaya, hivyo amepumzika tu kidogo
Nahisi akiwa sawa atakutafuta tu muongee. Basi sawa. Utampa salamu zangu. Sawa, usijali. Ngoja mimi nikuache. Sawa. Hawa, kwani umebadilika sana siku hizi mdogo wangu? Mbona ukuwa hivi? Nobody wanna see us together, one nobody no. Saa tatu. Nobody wanna see us together, one nobody no. Saa tatu. Kumbe na wewe ni mkali wa masongi ya mbele sana, sio kidogo. Hii nyimbo mzungu alituma nauli kwa demu. Akampigia simu akamwambia, baby unakuja saa ngapi na kusubiri? Demu akamwambia saa 3. Lakini mwamba akakaa mpaka saa 6 mchumba akutokea. Mpaka saa 8 mchumba akutokea. Dakika za mwisho mzungu akaamua kumfuata yule demu kwao na mapanga. Demu akatoa nauli. Nimekunyoshea mikono. Uwe ni mkali, uwe ni noma. I say, afu kama natamani weekend uje pale nyumbani tupige story hivi 2-3. Usijali. Vacation ya wiki hii lazima nije nyumbani kwako kutia baraka. Na vipi lakini umekuja kumuona dogo au? Hapana. Dogo yupo kwa kaka yake. Hapa nilikuja kumcheki Hawa, lakini sijafanikiwa kuonana naye. Umemwelewa sana tu, japo sijapata fursa. Sasa emergency kama hizo inabidi utushirikishe sisi ma legend, ma superboy. Na oro ni oro, nikwambie tu kuwa mimi ndio nilimuunganishia Abi kwa Suzi. Acha basi. Ndo ninavyokuambia hiyo. Mimi weekend hii nitakuja nyumbani kwako. Na nikija nitakupa plan. Wewe umeshampata. Na kuanzia sasa hivi mimi ni chawa wako. Umepoa tajiri. Maniga, hapo sasa nimekuelewa. You know what? Nikimpata huyu demu, hapo utakula bata kinyama. Maniga, wewe mbona kashakuwa wako? Wewe sasa hivi nenda katika kitabu chako cha uloza, kaandike kuwa Hawa ni Mrs. Believe. Na mimi kila nitapomwona sasa hivi nitamuita Mrs. Believe, Mrs. Believe. Abi, kwa hiyo bro, na utu uzima wako wote umeamua ukanisemee kwa bro, ili iweje? Muda mwingine inabidi mtu utumie busara. Sikia Tashi, sio kwamba sina uwezo wa kukuzaba mabao au kukwambia kaa mbali na mke wangu. Uwezo huo ninao, ila nimetumia busara kwa sababu nafahamiana na kaka yako. Unajua unaoleta huo ni umama. Kama kweli wewe ni kidume, njoo uso kwa uso, sio kupeleka maneno kwa bro. Tatizo lako nanichukulia poa sana, kwa sababu unajua kipindi kile nilikuwa maskini. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Kwa sasa nina uwezo wa kukufanya kitu chochote kile, na usinifanye kitu chochote, ila sitaki kuendelea na hizi mada zako za kipuuzi. Unatakiwa ukome kama alivyokoma kunyonya ziwa la mama yako. Takusaba mibao. Basi Jumapili nitakusubiri ndugu. Usipange kukosa.
Mimi siwezi kukosa katika mambo kama hayo. Wewe cha kufanya inabidi uniachie nauli. Imadi Jumapili nikitoka church kanisani nipitie huko. Si unajua tena sisi wa Sabato. Usijali kuhusu hilo. Madam namba yako tayari ninayo. Nitakutumia kwenye simu yako Jumapili. Sawa tajiri. Una baya. Yaani watu wote duniani wangekuwa kama wewe, Tanzania kungekuwa hakuna maskini. Yaani watu mna moyo fulani hivi wa upendo, yani mnatoa tu yani. Taji uheshimiwe. Isije ukawa kama wale upande wa pili, hatuji. Mimi nakuja mjomba. Mimi nakuja. Ndo matajiri sasa. Sio tajiri unakuwa na maneno mengi kama Hadija Kopa. Tajiri unaingia mfukoni, unatoa waleti, unatoa 20, unampa kijana wako. Na gorofa langu litaisha kwa wakati. Kama masiala. Kwa sababu hata Mwijaku ametengeneza ile gorofa kwa ajili ya uchawa tu. Ongea akatengeneza gorofa. Sasa mimi nitafeli wapi? Na vacation ya wiki hii nikifika tu naanza kuagiza pizza, kuku, baga, kwa sababu siwezi nikampa ushauri alafu ndo nianze kuagiza vitu. Inabidi kwanza niagize vitu, nile, nishibe, nilale. Kule sio kwangu, siwezi kulala. Nile alafu ndo nampa madili au nampa umbea. Wenzetu wazungu, kabla hujamuona, haujamuelezea shida zako, ukifika unalipa kwanza. Unamkuta mtu reception, unampa hela. Ukishampa hela ndo unamuona yule mtu wa ushauri. Sasa anakushauri kuhusu maisha yako, kuhusu mienendo yako. Sasa na mimi inabidi sasa hivi niishi kama mzungu kwa kweli. Na sasa hivi inabidi nitafute jina. Nijite Mr. Love Concentrac au mwalimu wa mapenzi, japokuwa sina mpenzi. Sherokani wa Bongo au Sherekani wa Getini. Say hello. Tuenda kazi kipenzi changu. Asante. Ila hapa natoka kwa Eliza. Kwa Eliza tena? Unajua nisingeweza kukaa kimya baada ya kitendo alichokifanya. Kuja hapa kumbe maneno yasiyofaa. Kwa hiyo amesemaje sasa? Anataka turudiane, kitu ambacho hakiwezekani na hakimake sense kabisa. Unajua nakupenda sana na sipo tayari kupoteza kwa hali yoyote ile. Sawa, lakini alikuwa mchumba wako. Yes, alikuwa mchumba wangu, lakini matendo yetu hayakuendana. Namshukuru Mungu nimekutana na wewe. Pamoja tutazitetea haki za binadamu. Kwa pamoja tutaungana kutetea haki za Tanzania. I love you, baby. I love you too. Madam, hii hapa ndo mzigo wa mzee.
maana maandalizi sio mabaya. Unatakiwa kuja kutoka kwangu kuwa gentleman. Mtoto mzuri akija kutembelea, unampikia chakula kizuri, sio unaenda kumagizia chipsi. Haya bwana, mimi leo naingia kazini. Sitakuwa na bahati ya kumwona shemeji yangu. Sawa, usijali. Haina shida. Hapo baadaye. Karibu. She's here. Umefuata nini hapa? Na umepajuaje hapa?